Ni atonyaga ngoro ya mutumia Abashusha tuliyoganira mutumia akahagera Yesu atonyaga ngoro ya muiretu Abashusha tuliyoganira muiretu akahagera Yesu ate moyo ngoro yakwa ndirakena ngoro yakwa musikia gutiri utendete kwendwo ona ngoro yakwa ngoro yakwa Son in the land of the living, the Lord is good forevermore. The Lord is my portion in the land of the living, the Lord is good forevermore. The Lord is good. The Lord is good. Hey, hey, hey. Oh, the Lord is my portion in the land of the living, the Lord is good forevermore. The Lord is my portion in the land of the living, the Lord is good forevermore. One more time. The land of the living, the Lord is good forevermore. Is my portion in the land of the living, the Lord is good forevermore. Give the Lord a celebration. Oh, say the Lord is good. The Lord is good. Upatie makofi mazuri. Hallelujah. Amen. Asante. Bwana asifiwe. Wale wamejificha huko, simu msoge mkuje hapa hivi. Wale wako nyuma mkuje hapa. Ndio tusikie joto. Na huyu mzee kuja hapa, mzee sasa. Kuja hapa. Acha na kukaa na bibi. Acha bibi akae huko nyuma. Si yako na kifaraka na chuga.
Somebody here. Somebody. How are you? Mnaendeleaje? How is it going lakini? Is it good? Yeah, I can see. Even now you are talking. Hey, you are talking now. Hi. Unasikia mic zinafanya kazi? Good. Hivyo ndivyo kazi inafanyika kwako. Something is happening. The more they become better, the more you become better. The more they become productive, the more you become productive. You see, there's something happening. You can feel. Kuna kitu kinatembea sasa. You feeling lakini unaenda ni kama unabebwa, unaenda kama ni mtu amekunywa changa. Like something is happening. Hallelujah. Muroti. Ni muroti kana mona fio hiyo. We murafi kana we muroti. Ni wanyitire mundu haha ukimurehe mathabahu-ini ukiuga ugutura uhikagiria andu nginya ri. Nwaririkana. Ndukiririkana. Kai. Wewe nwaririkana. Tamuririkania niri. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Nawapenda sana. Sema nawapenda. Mnapenda? Ati nawapenda na wewe unasema nawapenda. Boss. Nikie kiuruwe. Ulimurahamu na handa. Simuketi chini. Kwenye viti, sorry, msiketi chini, mkalie viti. I want us to look at the power in forgiveness. Sema power in forgiveness. Because forgiveness has cost us a lot of things. Forgiveness has led us to delay our miracles. Kila mtu anionyeshe notebook yake na kalamu yake. Inua mkono juu. Kila mtu anionyeshe notebook and a pen kama yeye si mgeni. Na kama yeye ni mgeni, kama yeye si mgeni, I want to see your notebook and your pen. For mgeni tutamu excuse, lakini if you are here na hauna notebook na wewe si mgeni, just take a walk. I'll meet you tomorrow next time. I said this is a class and we must be obedient. Because we need to learn. Ndio msiende kwa Mackenzie, mukakensiwe. Ndio kiambiwa fasting unamuuliza why are we fasting? There's no corporate fasting. Fasting is individual. Bwana Yesu asifiwe. But when you find that you don't have that notebook to write notes za kujua leo tumesoma hivi, next time kama sasa I want to ask questions. What was our last topic? Wacha kuangalia, fuga. Fuga hiyo kitabu. What was our last topic? On Sunday. Yes. Were you not on Sunday? Why? So your memory acts past 1 week. Yeah? What was the lesson our last week? Lesson. Yeah? What was lesson last week? Our lesson for last week? Our lesson for last week? Our last week lesson? Yeah? Our last week lesson? Our last week? Last week? Yeah? Nehemiah. Last week? Somebody else? Last week? Admin? Our last week? You are not in. Yeah? Yeah? Sio ya mchana, ya jioni. You are close. Uko karibu.
We discussed about Tobias and Sanbalatos and Gereshi. What about them? It's about our destinies. So that's why I'm saying you are close. Ulikuwa karibu. But now it really shocks me, Pastor. It really shocks me that a whole class cannot remember what we said. Our last lesson. Yes. Bwana asifiwe. Sasa hapo ni Bwana asifiwe kweli? Kama muko class and you cannot remember anything, then you qualify, do you continue with the class ama tuachane na hii class? Because I want to build a team that knows and understands everything that is happening. That you have, hautakuwa ukisumbuka. Hata miaka 10 ikikuja, hakuna mhubiri atakuja kwambie nimekuletea miracle ya kuolewa. Unamwambia kuolewa ndio ni vizuri, utaniombea niolewe, but ni mimi nitajipaka mafuta nitoke kwa barabara nionekane. Nitakuletea miracle ya nini? We hakema guta onyoroke. Tio gorele gidia. No mwetekelile. Mwesawa leo. Mmekubalia, mmeanza kuongea? Walikuwa nalinga kwa nini? He is your destiny helper. Yes. He is your destiny helper. Na atakubadilishia maisha. Lakini hapo mbele ukilete umang'aa italeta shida. Sababu yeye ni mang'aa. Mang'aa ile kabisa. Na hiyo sasa ndio nataka tushughulikie hiyo mang'aa. Napendanga mtu mang'aa. Nikijua mtu ni mang'aa vizuri, nitakuzima mpaka utateremuka mpaka chini. Nitakuzima mpaka unaenda unajiangalia kwa mira, unajiuliza ni mimi ama ni mtu mwingine. I'm very bad on that line. Very bad. Mang'aa kichwa. Najua mimi am a professional mang'aa. And I don't believe kuna mang'aa mwingine mwenye anaweza kunishida. Kwa hivyo lazima nikuweke chini. Mami kokoro ni kwa honire. Wala shokire rege. Nikio rathire weka. Goto irayega. Wana youth, ni pana ni wana worship team. Na mna pretend venye mko watu wazuri. Siana siakai. Tona twega. Hallelujah. Mutajua hamujui. Vita imeanza. Nimepigana na vita ya kamera na sauti, nimefaulu. Ni nyinyi. Ni nyinyi. Imagine unapambana na mashini mpaka zinatii. Sasa ni binadamu. Mtu unakunja anasema nendetekera. Tutaona. Zakuna pata ni kuafiche. It is war now on you. Nawe mambo ya kufuatana na mama yako uachane nayo. Ingia gari mapema kuja. Gari ni moja sasa hapa. Achana hilo ulisema ati nyere tikira toka haisheno ndio gotware na mwana ndakore. Pote atukutafuta tuna Google Map. Tu usalia na Google Map. Sidio? Sasa hapa ni discipline. Hapa ni kwa commander. Sema kwa commander. We must raise a team that will preach the word the way it is. We must raise a team that will conquer this nation. We must raise a team that will not be compromised on the word of God. We must raise a team that will succeed in every field. We are not going to fail. We are not going to fail. We are going to make it. I told you hapa tunaigia. Tuliigia? Yes. Nikakwambia Kameme inakuja. Ilikuja. Na itakuja for the next 6 months hapa. Every Friday. Kama nimechoka weenda, watakuja wengine. Ni mmoja tuko 70 nifuatake. Wakikuyu ni kama ngapi? Ni kama 20 million, 30 million. Si ndio? Sasa ukitoka hata kuna mtu atajua. Hakuna mtu atajua, tutaendelea tu na safari na itaendelea na watu wataendelea hata siku kulikuwa na wengine hapa. Kuna mtu anawakumbukaga? Si kuna watu walikuwa hii madhabahu ni yao. Wala niuririkanaga umuthe nigo ndaririkana ni kwari mundu ungi haha angadu anga mari mekaga. You see?
Sasa ndio nimekumbusha niko huyo ni nani mnasema huyo ni nani? Na durari kanangania. Nani? Ayo oe takogo. Huyo ni mtu. Kuja. Najua tulikuwa tunaiba na baba yako. We were robbers. Baba yao alikuwa robber. And I was a robber. Tukaenda jela, baba yake akaokoka na mimi nikaokoka, lakini huyu hakuokoka. Lakini ubaya baba yake alikufa. Nenda kuile. Yes. Uwe menyeria wikara dunia no baikoro wakorire aikarire miaka na jela. 20 years. More than 20. Sasa zoea hiyo maisha baba mimi. Papana na dunia. Kama 20 years ya utoto huku muona. Baadhi yako muonera gesishenyo kimotwarira thabuni, bamutwarira thabuni na tissue. Hiyo ndio ile kitu naweza peleka jela. Sabuni na tissue na dawa ya meno, si ndio? Sasa tupambane. Ingia kwa kanisa uhubiri. Umesikia? Uliitwa, hata baba yako alikuwa mhubiri. Baba yako alikuwa mwimbaji na alikuwa mhubiri. Alituimbia nyimbo, nitakutolea video moja niko nayo hapa yake. Wenye alikuwa anaweka wimbo pale jela. Mpaka watu jela yote inawaka moto. Wimbo. Hakuna watu wameokoka kama watu wa jela. Unajua hawana kitu kingine kama wale wa kunyogwa. Hawanaga zile nyingine ni kumwabudu. Wanaabudu Mungu kama kwa sababu wanajua the next move. Unajua wewe ni mang'aa tu, haujui the next move, unafikiria nitapambana hivi nirudi. Wale hawajui, wanangojea kunyogwa. Yani the only thing that cannot happen to them ni labda akufe kabla anyogwe. Unajua unaweza kufa kabla unyogwe? Ukufe kabla hukumu ifanye kazi. Wesikia sasa gevia ndo agai. Uhoro wanyu. Mwathani ya Gosho. Okay, yes, the way he's saying mare na papa ito na dathi yako muonera. I think I was more privileged ndamwona tuikarite thi dathi ya welfare ya ciana na akejiki moko-ine make ngiura nyendaga nunge handu ngiura. I came back after 10 years. After ubanga yote imefika mwisho umerudi hapa. Yeah, and yani umanga anang'ang'ana, nikamwambia kuja nikusaidie kusimama, lakini mang'aa dikata nienda hano kile nyeke ni maundu macio manyu wekaga maundu macio ni mumaya arona haha ni muracokire kurimo. Endelea. Okay, Kiswahili. And I think the belt that was with my dad is left with me now. As the apostle says, okay, I think there are some horns needs to be cut for me to be in line. Kuna mtu ananga closet yake na kuna mtu ananga what do you call them? Those horns, yeah, the horns. Otire mudo katakona hair ciake, and now I'm ready to submit. I'm ready to submit. Zako zimekatwa? Yeah, I'm ready. Kama zimekatwa enda ukae chini. Microphone. Natakaka sasa hivyo. Pepe zimekatwa. Hakuna kitu tamu kama hiyo kuona pepe zimekatwa. You are ready? Thank you. This is our deliverance service, and in our deliverance service, it is a teaching service. Tunabebanga kitabu kwa wale wageni, lazima ubebe kitabu na kalamu. It is now discussion. We'll be asking questions.
You can ask me questions, I can ask you questions. There are also people watching us, they ask questions, I will answer them. So we need to learn. We need to know why you are the way you are. What has been happening? Ni nini ilikufanyikia? What kind of a life are you living? Bwana Yesu asifiwe sana. So that you know why are you the way. Ni kwa nini umaskini imekufuata? Ni kwa nini umekuwa rejected? Ni kwa nini kazi yako haifaulu? Ni kwa nini ukizaa mtoto ameitwa karaja anakufa ama anakuwa zuzu ama anakuwa kiwete? Ni kwa nini ukizaa mtoto anaitwa Jerry mama yako ama mama yako? Ni kwa nini anafanyikanga? What? Why? Because there is a reason for that. Things just don't happen. There is a reason for everything that happens in your life. There is a reason until now you don't have an account. There is a reason until now you cannot even own a property. You don't have a property. Yet umefanya. Ukiulizwa ile pesa imepitia kwa mkono wako, inafaa kuwa imenunua shamba eka 50 ama 100. But there is, you got nothing. Kuna watu hapa wamepoteza millions of money. Kuna watu hapa wamepoteza properties. Kuna mtu ako na property ameuza 10 years. Na kuna mtu alipatiwa property last week na ameuza. Sasa wewe unakaa uko na property 10 good years, you've never been able to sell. Somebody comes within 10 days unasikia ameuza the same property you've been trying. The same people who came to ask for it ndio walikuja kununua. But when it came to you, ilikataa. So there must be something that is talking against your life. There must be something that has stood way kwa block, imesimama, imekuwa wall. It will not allow you to penetrate. It will not allow you to do. One of these many things that we are going to be discussing, because will be a continuous topic. It is about the power in forgiveness. But the main topic inaitwa operating in open heavens. Operating in open heavens. But now we are having a subtopic. Your power in forgiveness. Can forgiveness or unforgiveness hinder you from succeeding? Can it stop you from becoming a married woman or a married man? Can it stop you from doing business? Can it stop you from any blessing from your parents? Can it hinder you from succeeding in your life? Yes, the answer is yes. Because when you see, we look at Jesus said, forgive those who do what? As we forgive. God forgive us as we forgive those who trespass. So it is a conditioned, it is a request that is conditioned. That for you to be forgiven, you must be able to have a forgiving spirit. And this is a condition. Yes, it is a request. I want to be forgiven. God, forgive me. But God will go to the books of Chronicles and see, do you have a grudge with somebody? If there is a grudge with somebody in your life, then the forgiveness is cancelled. You will not be forgiven. Now, what are the consequences of unforgiving? What are the consequences of being found guilty of unforgiveness? The consequences are bad. Because God will not forgive you. And if God stops forgiving you, the doors of heaven will shut automatically. If God says, I am not forgiving you, all the doors, milango yote ya mbinguni inafungwa. Kwa sababu forgiveness opens heaven's doors. Because it is a requirement from heaven. Forgiveness is a requirement from heaven. Not from man. It is a requirement from heaven. If the requirement from heaven is not heeded to, it means you have refused to hear from heaven. I'm telling you, my brother, even if you sleep, you are going to forgive this man that umekuwa kisema dikamurekera. More than okay, murekere. Weherie kindu kiu. Tondu kindu kiu niho giatumire mathina maku mature kuo. Gio gitumaga ugiike tondu wako gakurekera. Niwekirwo huru
walikufanya vibaya sana. It is painful, but it has stopped you from being blessed. You know them? Yes. That is where the problem is. Usiende kutafuta kule ulienda kutafuta kwa waganga. In Genesis 50 verse number 17, it was about a people who had offended seriously someone. And it was something that ivetaka mimi nasomanga hii story naona huyu mtu alikuwa na roho kubwa kuniliko. Kwa sababu alisameheana. We, boss, kaa karibu hapa. Acha kwenda ukubali. Kaa karibu. Hapo hivyo, hapo. Wai ulikuwa hapa Friday? Watu ulikuwa na wao na venye walikuwa nachukua. Walikuwa naenda huko. So walichukulia tu hapa. Na hiyo show imeenda dunia mzima. Kamera si lazima uende huko. Unakuwa hapa ni kuseti tu, unajua kupenda vizuri. Unakuja unachukua hii mama peke yake akiangalia akisoma. Unachukua huyu mzee tena pole. Don't worry. Ni kutrain. We are in a training class. Sindio, this is a training class because I want to train you to train others. I want to have the perfect people. Leo sauti yetu tumepambana nayo mpaka tumeikamata. Ule ataturudisha nyuma alaaniwe. So this is about Joseph. Joseph ni mtu ambaye aliuzwa. Ni mtu ambaye alifanywa dhuluma mbaya sana. Imagine your brother conspire, wanakuuza because of a dream. Because they hate you. But at one point walikuja wakamtokelezea na akawasamehea. Walikuja wakamtokelezea na aliwasamehea. But alikuwa in a position to destroy them. He was in a power, in a position. He was the prime minister. Wacha hii ya Raila. Kutoka biguni. He had a power in a foreign country. Unafikiria kutoka hapa uende Uganda na ufanyike prime minister ni kitu rahisi? Na wamekutoa jela ya Uganda na wamekufanya prime minister. Alafu uone wale watu walifanya uteseke the way you are suffering, ndio wale wanakuja. Ndio kimeka kaudu. Mimi naweza kufanya kitu. No jeke kaudu. No demene kiudu. Kade maikie theinie wewe na wewe. Ingia korokoroni, nyinyi ndio mliua yule mwanamke alikufa. Onakoro hatire. That is the nature of man. That's the nature of how things happen. But this man was extraordinary person. This man was just a superman. When he saw his brothers, he wanted just to confirm there is a brother who rescued him. He wanted to come kama walimfanya venye walikuwa nataka kunifanya. Akamuuliza, do you have a brother? Unaitwa nani wewe? Mimi ndio naitwa fulani. Na wewe? Na wewe? Mmetoka wapi? Baba yenu anaitwa nani? Mnakuwa na brother mwingine? Kwa sababu najua hako ka brother wako nako ndio kalimuokoa. Sasa alikuwa anataka kuja toko hii ni walimuua. Akamwambia hako, "Endeni mlete yeye mkuje na yeye hapa nimuone." Because alikuwa anataka kudhibitisha. That is a power in forgiveness. When you have such an attitude, such a powerful move, such a powerful thinking, that you don't revenge, but just say, I am sorry. Just saying I'm sorry will help you to be delivered. Just saying I'm sorry will change your life. Just saying forgive me will change your life. Just saying that I'm sorry for what that has happened will change how God will look at you, will open your doors. The refusal to say sorry close the doors in heaven. The refusal to say, I don't want this, I can't do this. Mimi maaga imadike morekera. Ni ona magide kate dike morekera. But then our Father who art in heaven, thy kingdom come. Na unangangana. Na kuna mtu kwa moyo unasema siwezi kumsamehea. Utasamehea dhambi zetu kama vile tunasamehea wale wanafanya. Lakini kuna mtu hapa kwa moyo unasema huyo digerekera. Then it means you are a liar. It means
you are not walking in the right path. It means you cannot be able to connect with God. That is what has caused many people to suffer. That is what has caused many people to live in diseases. Wengi wenu hapa muko na ulcers na sukari na pressure, not because you deserve them or because unafaa kuwa nayo, but because kuna kakitu uliweka hapa. And forgiveness brings diseases. And forgiveness brings what? Diseases. Most of your diseases you have is because of unforgiveness. Because when you carried the unforgiveness, uliweka mahali, ikajijengea kanyumba. Sasa it started dealing with you. And once you allow unforgiveness to live in your life, it creates the spirit of rejection. You start by rejecting. And when you reject, the second move that will happen to you, you start rejecting yourself. Bwana Yesu asifiwe sana. Because when you live in a spirit of denial, you live in a spirit that does not allow God to dwell in you. Because when you don't allow God to dwell in you, it means you're not going to succeed. Joseph had the power to do anything that he could have done, but God in some point prevailed in him. So says Joseph, please forgive the transgression of your brothers and their sins, because they did evil to you. And now, please forgive transgressions of the servants of God, of your father. Joseph wept when they spoke to him. His brothers also came and fell down before him and said, behold, we are your servants. But Joseph said to them, do not fear, for I am in the place of God. So when you have a heart of forgiving, you go automatically to a place of God. Meaning, you will walk godly and you will be doing things in a godly manner. And you will not see, na hakuna siku utajenga ukuta wa maadui. Hakuna siku utajenga ukuta wa kuona kama huyu ni mtu mbaya, because you are in a place of God. One thing that will happen, if you forgive, you become a child of God. You start now operating in a field, in a place of God. Wherever you are, turns around and it becomes a holy place. Because of you, the power that you are carrying of being able to forgive. Automatically, whatever you start doing, any job ukianzisha inafaulu. Ndoa yako itafaulu. Njia zako zote zitafaulu. Anything that you want to do, because you are in a place of God. That's what Joseph said. That for surely, sitawahukumu, sitawachukulia hatua yote. Because where I am, it cannot allow me to misbehave. Where I am, it cannot allow me, because I'm in the presence of God. I am in the place of God. I am with God, and I'm working with God. Therefore, I don't have a room to allow the devil find a home in myself. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is the beginning of your success. That is the beginning of your victory. That is the beginning of winning any battle against your life. When you realize forgiveness will create a room for God to operate in you. So once you fail to forgive, once you don't walk godly, it means that every door behind you will be shut. You'll be offended by your own father. You'll be offended by your own mother, your brothers, and you carry the grudge. Na ukuje hapa Nairobi ufikirie utafaulu. You will not succeed. You will not, because you are not operating godly. You have allowed God to have a room in your heart. And the moment you allow the devil to have a room in your heart, it means you have shut all the doors. God will not share any glory with anybody. Praise be the name of God. The glory of God is not shared. The glory of God is in particular for a particular reason. Therefore, that room must be expanded for God's dwelling. That room must be in existence for God to find a place where he can live, where he can operate, where he can walk. And the forgiveness creates, once it creates the room for God, it creates a room for expansion. Because you are walking in the presence of God. Anybody that has walked in the presence of God has succeeded, has won every battle, has won everywhere ameenda. Unakuta kila kitu chake kinafanyika.
because hauna mahali umeficha shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Therefore, and akasema, do not fear. Therefore, every time you have the spirit of forgiving, you don't have the spirit of fear. Forgiving removes fear in your body. Inatoa uoga, inaondoka. Hautatembelea kwa uoga tena, hautaona kitu ya kukustua tena. You'll be making decision boldly because you don't fear. Why? Because you are with God. Hallelujah. Kwa hivyo ni lazima ufikirie sana. Do you want to walk ungodly? Now if you walk ungodly, there is the spirit of something we call the fear of unknown. Will always be around. Itakuwa ikisimama hapa. Ukitaka kufanya decision kama huyo mzee alikuwa na kwamba mimi nilijua anafanya masturbation, lakini alitaka nimuombee kisecretly. Kisecretly. Mwana niye ndeihorerie na masturbation kisecretly, demuhoere kisecretly, na thini wake ni akuite ngoro. He is not even able to forgive himself. When you do masturbation, you hate yourself. Ukimaliza tu, ukiifanya wakati unaifanya inakuwa tamu. Lakini ukimaliza tu unaanza unajiona kama umbwa, unajiona mjinga, unajiona mtu hopeless, mtu useless, unaanza kulia. That's what I used to do. I used to do it. I used to do it sana. Na nilikuwa ileta kwa ile ya kuzoea. Addict. Nilikuwa addict kama mtu wa bangi tu. Masturbation has an addiction. Yaani mpaka ukiwa kwa matatu unafeel tu na aliko na ikinya na ihenya. Uwe dauga. Newe. And the more you finish it, unaanza kufeel, unasikia vibaya. Because it is demonic. A very demonic thing. And it leads to your death. Masturbation leads to the death of your vision. And it can even lead to you dying physically. Kumwaga mbegu chini, it means you are dead. Na Mungu anachukia. Kama kuna kitu Mungu anachukia, anaua instantly, is masturbation. That is why I see many people ambao walitaka kufanya biashara, jana yake akafanya masturbation, hiyo biashara inakufa. Jana yake alikuwa anataka kwenda kufanya kitu, akafanya masturbation jana yake, hiyo kitu akienda kufanya haitafaulu. Yule kijana wa Juda, wakati aliambiwa wewe kamata hii mama uzalie brother yako, alifanya nini? Walienda kwa kitanda, lakini alimwaga nje. Kwa nini? Ndio asizae. Na Mungu alikuwa amepanga hii bebo ya huyu kijana iingie kwa huyu mama ndio wazae mtoto ambaye anakuwa mfalme. But kijana alikataa. What happened to him? He died. Instantly akakufa. Kama kuna kitu kinauanga vision ni masturbation. Kama kuna kitu kimeleta delay in your life ni masturbation. Kama kuna kitu kimeleta wewe mwenyewe kujichukia ni masturbation. Kama kuna kitu kimeleta wewe kukua unajiona hollow, yani hopeless man, and you cannot even be able to forgive yourself, ni masturbation. Many men that has failed because of masturbation. Men and women, niangalia ni kama hujaifanya. Men and women akijifugia kwa karumu afanye hiyo masturbation, nothing tomorrow will work, because when nadhahu you become automatically unakuwa nadhahu. Automatically unakuwa mtu mwenye ni kama ako na periods. Madhani ya washo. Sasa ukionekana huko kwa barabara unaonekana mtu wa maana, na wewe ni kimutu horo. Hata wewe ukitembea unajihisi you are don't worthy even standing before. Masturbation is demonic. It is the third principle of Lucifer. I will teach you about the principles of the Lucifer, how to engage. Masturbation, ukimwaga hizo mbegu unamwagianga shetani. Anakuwa tayari kuzichukua. Na zinachukuliwa katika ulimwengu wa kiroho, zinaenda kutumika kufanya kazi za kikafara. Ziwe ni za mama ama ziwe ni za mwanaume. Sababu whatever ukisikia umelilisi, kama ni mama ukisikia noigwa huaho moka, hiyo kitu
hiyo shetani anakuwaga ameweka mkono hivi, zinapelekwa directly kwa Lucifer himself, kwa kafara, na zinakupelekewa mama anaitwa Queen of Heaven. Na kutoka hapo utaanza kuona ndoto za kupaa, unaanza kufurahi. Utakuwa ukiota ndoto za kufurahi, utakuwa ukiona ndoto za kuingia ndani ya maji, utakuwa ukiona ndoto za ukilala na nyoka, ukilala wewe kama ni mwanaume ukilala na mama yako, ukilala kama wewe ni mwanamke unaona unalala na baba yako. Sasa umetenganishwa na ulimwengu huu, umewekwa kwenye ulimwengu wa kimaroho ya kishetani. Kwa hivyo whatever that is happening, utakuwa ukilalalala na utakuwa ukichelewa. Umenielewa baba? Maisha yako inakuwa confused and you lose it. Na hii yote inatokananga na nini? Unforgiveness. Ndio imebuild, ndio inajenga hiyo story yote, kwa sababu kuna kahasira uko nako mahali. Kuna kahasira kalijegwa. Mimi nilifanya masturbation because yule alikuwa mke wangu, alifanya vituko kwangu. Nikakasirika, nikachukia wa mama wote. Nilikuwa nimechukia mpaka mama yangu. Nilikuwa naona mama yangu akikuja ninamchukia. Sikutaka mama yangu afike hata kwangu, alikuwa mwanamke na sikutaka mwanamke. Kwa hivyo I preferred mimi mwenyewe nijimalisie kama mwanaume. Ile kitu sikufanya, sikuwa gay, lakini nilifanya masturbation, which is not much different. Zote ni za kishetani. Because of, na kutoka hapo ilipeleka nikaendelea kuwa mlevi, ikapeleka nikaendelea kuwa hopeless, nikapeleka nikakunywa pombe zaidi mpaka nikakuwa ninajikunia, because hiyo inachangia. Unforgiveness builds kitu kinaitwa dementia. Na dementia ikianza kuingia, unaanza kuwa mtu ambaye ana lose focus. You don't have a focus of your life. You don't have a future in your life. You don't have a direction. And the next thing that will happen to you, you lose your friends. You lose every person that can stand with you. You lose every person that can walk with you. They are replaced. Kama ni mwanamke, wanakureplaceia na mwanamume wa kiroho mwenye anakuwa akikuja anakutokelezea. Kama ni mwanamke, unareplacewa na mwanamke wa kiroho. Na hata mtazaa, utajipata huyo mwanamke mlikumbuka naye wa kiroho, katika ndoto unaona anapata mimba na anazaa mtoto. Na akizaa mtoto, huyo mtoto ako in the spirit, huyo mtoto ako, na ndio tunaziitanga majini. Bwana Yesu asifiwe sana. Na alizaliwa katika ulimwengu wa kiroho, na watu huzaliwa katika ulimwengu wa kiroho. Yesu ni mtoto product ya ulimwengu wa kiroho. Mama Maria aliambiwa aje? Aliambiwa atapata mimba, na akapata. Mzee kuuliza mimba ni ya nani, akaambiwa mimba ni ya malaika. Ni mwana wa kiroho, ni mtoto ambaye amezaliwa katika ulimwengu wa kiroho. That is why Jesus was different. Kuna watu, baadhi yetu hapa tuko hapa, si watu wa kawaida, ni watu wamezaliwa katika ulimwengu wa kiroho. Ukienda kwa mganga akusaidia kupata dawa ya kupata mtoto, huyo mtoto si binadamu wa kawaida, ni mtoto ambaye amezaliwa katika ulimwengu na madhabahu ya kishetani, ya kiuganga. Kwa hivyo the product hiyo mtoto utazaa, it's not a human being, it is ni ghost fulani, lakini imepitia kwa nyama za binadamu. Hivyo uliona Yesu alisaliwa. Na ndio naonaga kuna watu ambao wao wenyewe ni madhabahu, ni mtu, lakini he is himself ni madhabahu. Vile vitu anafanya ni vitu za kimadhabahu, kwa sababu kuna connection ya kiroho either kwa shetani ama kwa Mungu. Unajua kuna mtu anaweza kuja yeye akikuangalia tu na macho hivi, akiangalia mtoto wako na macho hivi, akorole tu uguo yetako kidhemeko, kwa hivyo huyo mtoto alikufa. Hiyo mtu ni madhabahu. Unaweza kuolewa na mwanaume ambaye ni madhabahu ya either side, ya kwa shetani ama kwa Mungu. Hamtaelewana. Kama wewe hauwezi kushuka ukajiingiza kwenye madhabahu yake, atakumaliza, utakufa. Ndio kwa kule atumia kero getune. Ni kero getune ni nini? Ni inakuwa ya red.
Nekero giko gegetune. Negegetune. Kero getune negetue. Mami kero getune negetue. Nako kiumire. Ndirakuria negetue ni ndirakuria kuria kiumire. Nako kiumire. Kero getune. It is a woman or a man who carries bad omen. Ukizaa naye mtoto hiyo wa kiume, huyo mtoto atakufa. Ukizaa naye mtoto wa kike, wewe mwenyewe mlizaa naye utakufa. Unasikia huyu mama ameua wanaume 6. Analala na wao 2-3 times. Unasikia alienda kapata accident. Huyo mwingine alienda kaangukiwa na mti kukiwa na jua. Kukiwa na siku ati kulikuwa kunanyesha mvua, kukiwa na jua akipita. Watu wote wamepita, yeye pekee anasubaa, hakibi anasubaa hivi tu anakaa tu. Anaenda mti, "Oh, yeye nako kwa nani mti? Nitaka kukiwa na mti." Na anakukiwa na anakufa. Todo akero kiugitune. Kuna wamama ni hatari kwa usalama. Chukuza muulize, "Noli wake boyfriend." Mimi mtu akikuja kwako unasema, "Noli wake modo." Dale nake Noli kana bomb la siri ya hali ya town. Alutaka ku office na niakwereire ku. Kuma hau wathiri ate. Tugicoka tukioana na muthuri ungi na gukuru kai. Nake manjite na kugira ng'ombe na gugwaturukana. Ta imagine no ye warathirwo. Ugethi atia agekua. Alafu wathicoka kwathi ugo. Ngicoka ngithi na guku Mombatha. Ndakinya Mombatha ni na muthuri uki wari kuna ari mwega ma ari mbeca. Nake ri maingira ngari mathire gwitubira o gwitubira uguo ri kundu etubagira. Nake ati ndirukire uga gikuo ni mai. Riu ni niogirite. Nini wagira? Na kuki moyo unajijasia tu ni mimi next. So nunulia hiyo mtu soda, mwambie sasa musieneko. Na guku mtu hapa dada ukugurira we na twana tukae kugurira tonyama muthi ukagurira ciana. Alafu rucio gakoroku. No nyoneke ine time. Haya nika kuhurira thimu na ndukanaumwe mucita kuhurire. Ukathi ugekira blacklist ugekira todo this is death. Hakuna mmoja aligojeka ni kuangukiwa na mti kukiwa na jua. Yeye alichaguliwa, walikuwa wanaume 20 walikuwa wameenda Turukana. Kati ya wanaume 20 katikati bunduki risasi ilikuja ikapita hivi ikakuta yeye katikati ya watu. Ujoke ujire we modonomo, wewe ni madhabahu. Wewe ni madhabahu. Na hiyo madhabahu lazima ichukuzwe vizuri. Usiende kwa mtu kama huyo. Ukisikia hiyo kitu imemfuata huyu mwingine, there is a serious problem. Kuna challenge kubwa. Ndio nakwambia kuna watu wamezaliwa katika ulimwengu wa kiroho, katika ulimwengu wa shetani. Na huyo mtu ana exist. Yeye mwenyewe ni shetani, yeye mwenyewe. Anakuangalia tu hivi alakororoguo. Najua kuna mwanaume anaweza kukuangalia hivi naenda hivi. Uanze kumfuata. Na ugajoke. Nyonile tawajeta. Na haumjui na haujai muona, anakuvuta mpaka kwake kwa nyumba. Na anakumalisia alafu ulikutoka hapo moto sio hapo. Na ukiulizwa na mtu anakuuliza, "Unamjua?" Mtamakanie ginya dina muri aletwa. Muthiri atia ni atioi. Nini gwikora ndekorire ugika atia? Ni ngorire nginywa mai na gikombe kia Blue Band. Why? Kwa sababu huyo mtu ni madhabahu. Ndio unaona ako na power. Unaonanga wale wanakuja hapa na nyoka hapa kwa barabara. Kinyoka kikubwa. Alafu anafanya vitu unaona hiyo nyoka imebadilisha imekuwa kobe. Anabadilisha inakuwa kitu. Huyo mtu ni madhabahu na amezaliwa hivyo. Sio kitu alienda kununua.
ni kitu amezaliwa, amejipata ndani yake. Sasa mutinoni atiriri, the dangerous thing ni akue mke wako, mkue naye kwa nyumba. Unalala, ukiamka saa 9 unaenda kuguza hivi, unasikia hakuna mtu. Ukiguza tena unasikia ni kimawe ile ya 9x9 iko kwa kitanda. Ndio hiyo. Unaamuka kuruka kwenda kuangalia, ukimuita jina unasikia kipaka kina. Kiangalia kinyeo, si paka, ni kuku lakini inalia kama paka. Ni jogoo, inalia kama paka. Lakini ni jogoo. Unaruka nje, ukienda kuruka nje unakuta naye anakuuliza wapi unaenda wapi? Rudi kwa nyumba. Unamuuliza ni nini? Anakwambia rudi kwa nyumba. Unajua itabidi utulie tu. Urudi kwa nyumba, anakwambia siwende ukalale. Unaenda unalala. Anakwambia si ufanye hivyo, unafanya hivyo. Kwa sababu imekustua, na anakwambia ujaribu kusema. Anakuza unataka nikuonyeshe kitu? Wacha uone ndio ujue ukisema venye kutafanyika. Anashika masikio, anaibadika hapa. Anakwambia enda kuangalia kwa kioo. Unaona masikio yako iko hapa. Utasema na kesho nisisikie umetoka kwa hii nyumba. Utaenda. Itabidi tu watu wakuonage, na unaonanga watu wa kwenu, unafikiria unaomba tu wakuone, wakusaidie, lakini nobody is helping you. And that is why many families zimeanguka, because you are carrying a disaster. Na hii disaster ilitokana na ulimwengu wa kiroho na ulimwengu wa kishetani ambao ulikuwa contributed kwa sababu ya unforgiveness. Kwa sababu huyu mtu alikasirishwa, akaenda kwa muganga. Alipoenda kwa muganga, akaenda akapatiwa dawa, akakuwa recruited, akakuwa part and parcel. Na kutoka hapo muganga akamwambia, sasa ndio tukamilishe hii maneno ikuwe mzuri, lazima sasa tuonane vizuri, ndio tufanye covenant mzuri. Kutoka hapo unakuwa part and parcel of it. Anything that you buy, na bahati baya ulikuwa katika ile ovulation, uchomoke na katoto. Hiyo mtoto utakuwa ukimwacha nyumba, unakuta ni nyani. Ukiwa kwa gate unaona kanyani kakiruka. Ukifika kwa nyumba unakuta ni mtoto anakula chakula. But sana. What is the cause of all this? The cause of unforgiveness. It builds to many things. It builds wewe mwenyewe kuwa na hasira. Mtu mwenye hajui kusamea, amebeba kukosa misamaha, ana hasira ya hali ya juu. Ana hasira na wazazi wake, ana hasira na brother zake, ana hasira na kila mtu. Anaenda akiona mwanamke kumwambia naliga kwa sababu yeye ni unajetea todo ni mudhaka. Kwenda huko. Tuonete adhaka igana. Na hamjui damoi. Hajawahi muona. Hamjui hata kidogo. Lakini amemtusi na kaenda. Na akasema unafikiria wewe sasa uko na nini? Kwenda. Malaya tuwe kwenda. Ni hasira ziko ndani, zinakubadilisha unakuwa chombo cha kishetani cha kuspread powers za kishetani. Mahali popote, ukiwa kwa matatu lazima mkosane na mtu. Ukienda kazi yoyote lazima mkosane, na utafutwa kwa sababu ya hasira. Unakuja kanisani hapa tumehubiri vizuri, lakini utakuta jamaa kimekasirika na kimeenda. Na ukimuuliza what is wrong? Hiyo kazi mnafikia nyinyi tu ndio mnakuwa na kazi. Tumeona kwegi, mimi nilikuwa nimeandikwa na dakani. Sasa hii ni nini? Nyinyi hata mjafikisha nyinyi mna pesa ngapi nyinyi? Mko na pesa ngapi? Mko na pesa ngapi? Mimi nimeajiriwa na Akakani. Akakani mwenyewe ndio bingwa wa dunia mzima. Wewe hata huna, hata account huna. Hii vitu zote ni za kukopa. Hata hauna chochote. Hizi marangi zote najua kule mmtoa, mlikopa. Na hajui amekuja tu leo. Hana chake. Hana hata hiyo anasema hana. Na akimaliza, sasa unaona umenipotezea siku yangu yote. Naomba nipatie 500 niende nyumbani. Mimi siwezi kuacha. Mimi lazima unipatie 500. Umenipotea wakati wangu wote. Nimeshinda hapa. Na ameshinda akipiga makibweka kama umbwa. Hakushinda akifanya kazi. Ameshinda akikutusi. Lakini nipatie 500 wewe. Mimi sikuachi wewe, utanipatia. Sasa kwa sababu hautaki aibu, unarudi kwa mfuko unampatia. Hizi pesa zenu zinakaa zimetoka kwa majini. Nyinyi waganga. Wacha kwanza nisiombee dua mzuri. Hana chochote.
Lakini he complains. If you find yourself complaining over everything and anything, it's because of the anger that is in you, because of unforgiveness. Many people have lost their jobs, have lost their marriages, have lost their businesses, not because they are bad people in business, not because they are bad people in marriage, but because kuna spirit iko ndani ya unforgiveness. Unamwona mama alikosewa na bwana yake, lakini anachukua sufuria anawekelea mtoto ya kichwa. Pako na shida sufuria hali. Yani unatafuta relationship ya sufuria, Jacinta. Unatafuta relationship ya kulala na kuhubiriwa hapa, unakosa. Todo ako na bitterness, Jacinta. Alikosewa na watu wengine hapa hivi. Umwambie story, anakwambia asho dige marekera. Lakini ni yeye anashika microphone hapa. Yeye ndio anashika microphone akihubiria watu tuokoke, twende mbinguni. Lakini kuna mtu nyumbani hawezi kusamehea. Sasa unatafuta huduma yake venye imekuwa, unakuta hakuna huduma. Amejaribu kila kitu. Nothing is working. Na ukitaka kujua uko na hiyo spirit ya forgiveness, wewe si mtoaji. Hallelujah. Wewe si nini? Si mtoaji. Hauwezi hata pesa yako ukiitoa unaifuata, unataka kujua ilifanya nini. Umetoa 500, tumesema tunatafuta shilingi 10,000 za kufanya project ya kanisani, lakini utakuta mtu huyu mwenye anakuwa na hasira anafuatilia kujua kama hiyo project ilifanyika, because ile si pesa hii anafuata ile pesa yake aone kama ilifanya huko. No maharabe matwekiragio oyo muhujia muthenya ugithe tutirekire harabe riu ningine tureka no tura onenge no tukuruta twagitwikire ngombo guku kada tumero tu tondu ri tugikate na twagitikiria gutumagirwo na hauja mfunga huko. Lakini sasa anatafuta karuga ka kuinicite huyu, anatafuta karuga ka huyu mwingine asikie, ndio huyu mwingine aanze kuraise question, ndio akiwa kuraise question na ipade yeye mwenyewe ndio ataenda tena kwa yule pastor ndio igwete ole anyina karaja marauga bali twaleta githukite muno marauga kaharambe karia twekire na hakari anaragurire ngari megutura merutaga wira uyu. Lakini mwanzilishi ni nani? Ni yeye, because kwake ni mtumishi wa mambo ya kishetani. Mtu aliyebeba hasira ni mtu asiye na urahisi wa kusamehea. Na ukikuwa hauna urahisi wa kusamehea, ni kumaanisha una urahisi wa kupokea maneno yote ya kishetani katika maisha yako. Ukitaka kujua mtu mwenye hajui kusamea, ni yeye anakuwaga na juko every time. Juko yoyote, chochote ambacho ni kipya kutoka mahali kimetoka. Number 1. Sijui kama unakuwaga hivi. BBC itola hivi. Therefore, Joseph had the capacity to forgive because he himself was liberated. Alikuwa na urahisi wa kufanya. Alikuwa na urahisi wa kuachilia. Mwenye ako na roho ya forgiveness ako na urahisi ya kuachilia, kwa sababu hana nafasi ya kumpokeza Mungu, na maisha yako yanakuwa mazuri. Kama umewahi kuota ndoto ukiwa na mwanaume katika ndoto mumelala na yeye, kama umekuwa na mwanaume katika ndoto, mwanamke mumelala na yeye, spiritual husband na spiritual wife, it's because you have a spirit of unforgiveness in you. When I say sana, those are the and the moment you have the spirit of spiritual wife na spiritual husband, every business you will start, it will be struck down, it will collapse, it will not work. Ndio unakuta kuna mikosi, kila kitu naanzisha kinaanguka. Unaanzisha biashara hii inaanguka, unaanzisha biashara hii inaanguka, unaanzisha biashara hii inaanguka, because kuna kitu ambacho kinafanyika katika maisha yako ambacho si kizuri. Umekubali, umepatia assignment shetani atawale maisha yako, na kila mahali utaenda utakutana na watu walio wa mikosi. Kila mahali, hata utoke hapa uende Amerika, utakutana na watu walio wa mikosi, watu ambao hawakutakii mazuri.
Bwana Yesu asifiwe sana. Utakuta mahali unaenda lazima utachimbiwa shimo. The same shimo ulikuwa Libya, ukachimbiwa shimo na watu hawajui. Ukaenda Afghanistan, ukakutana. Si wale hawajuani, hawajai kuonana, lakini watashimba the same shimo. The same shimo, the same. Bako unashidwa because there is a pattern. Kuna ka pattern in unforgiveness, inakuanga na ka pattern ya maisha yako ana control na kanaletanga magonjwa. Diabetes is one of the reasons of unforgiveness. Pleasure ni unforgiveness. Cancer in unforgiveness. Umaskini, it is unforgiveness. Kila kitu ambacho it's negative in your life, it is contributed because of unforgiveness. And that is why forgiveness is a condition requirement that God forgive us just as we forgive those who trespass us. Because Jesus knew this is a condition that will distract people's lives. Jesus knew that this one will bring you down. Jesus knew that this one will not allow you to succeed. Because the people who are unforgiving, they are petty. Thinking yao ni kama ya kuku ama ya ubwe imekula mayai. Unajua ubwe ikikula mayai venye inafanyanga? Ushaiona ubwe imekula mayai? Ukiitokeleza tokanga pio. Na mali inaitaka inalalaga hivi. Na ikiona ile rokode, ile nyasi kale kanaitaka rokode. Unakajua? Ikilala hapo inaonaga macho yake inaionyeshaga ni kitu kikubwa kimeificha na inajificha hapo. Yes, inajificha kwa nyasi. Kajasi kamekaa hivi na unaona inakaa na macho ya huruma hivi. Na ukikaribia nasema because of that thing of unforgiving, you become petty. You become unreasonable. People who does not know how to forgive, they are not reasonable. Their reasoning capacity inakuanga chini sana. They always see a mistake in you. They will never see anything good. Every time you try something, lazima waiangushe chini. Ni akina Sanibarato na nani? Na Tobias na Gerisha. They don't see anything good. Ukiwaambia tuhame kutoka City Stadium tukuje kwa nyumba kubwa, they don't see. Wanakuuliza goko netu ihoreti adu. Because kwake haoni kitu kizuri kwako. Kwake haoni. Ukipatana na mbwana hajui kunani, na nakwambia usipate bwana mwenye hajui kuforgive, huyo ajue wa kuforgive, hata kwa sababu wewe ni mtu wa makosa mingi sana. Ukwe na mtu mwenye atakuforgive mara mingi sana. Ukipatana na mtu kama huyo, kila kitu utaasisha. What good can come from you? Kwanza ukutana na wale wanaume wa Nyeri ambao hawajui kuforgive. There, you always think of expanding. You want to destroy me while I'm alive. You want to eat my money. Yaani pesa yangu tu unafikiria kukula. Sijuzi tulikufukulia, nilikuwekea kazi. Na hiyo kazi anakuambia alikuwekea ni ya shilingi 600. Ni shilingi 600. Na kwa baa hakuna mtu anaogeaga kwa baa. My wife nimemwekea duka kubwa pale kwa soko. Hana. And ukiona wao wanaume wale ambao they are unforgiving, enda kwa boma zao, they don't like progress. They don't entertain any progress. Ukijaribu kujenga nyumba ya kuku ndio utajua ujui ya kuku. Utamuelezea hiyo kuku umetoa kwa ukamba pande gani, ama imekuwa vaccinated ama haijakuwa vaccinated. Ulijua historia ya mayai yake ilitakwa na jogoo gani. They are detailed. The unforgiving men are so detailed. They want to know every coin you spend because they are just looking for a mistake. Anataka kujua shilingi hiyo 10 ambayo uhesabu ilikula nani, ilikula nini. Toko nole tedi kuishi. Tode wadi duka ine wewe odiago kwa bagwe tuga na kukulia na kuide tukaga turehera abanyamuha. Kavishina managu ni moto hea watorode kirite guitegu na nedo ya zemane mauna. He is always complaining. Hallelujah.
That man who is unforgiving is always complaining. Everything and anything is complaining. Mukieka tu ka biashara kadogo, you will always complain until your biashara ifungwe. Na itafungwa. It will not work. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu hana msamaha ndani yake. Hana listening. Kwa sababu roho yake yote imejawa na ukatili wa kutosamehea. Naye mwanamke ambaye anakuaga unforgiving. Ni nyugu. Akienda choo nyugu. Akitembea nyugu. Shati wacha ikuje. Sasa tunafanya kazi hapa ya kujenga. Kuna red inaitangwa red oxide. Imwagikie mwanaume hapa. Yuko na leo. Na hata osha hiyo nguo ataiweka na ataificha for future records. And for future explaining. Edangania. Watakuwa hivi tuliadressia na mno. Look at this shirt. Kwanza angekuwa akue ni mama amesoma. Wale wa mama wa Nyeri wamesoma kidogo ama wa mama wa Murang'a. Hii chart. Look at your chart. Look at this chart. You think everybody's a goat? Na huyo mama anakuwa na hasira haziishi. Na kila mtu anakuwa ni adui yake. Kila mtu yote yule. Kwanza mama akienda ngare kidogo apitie hapo. Sasa wewe dako nyonia ni agiria guo. Atumia yana goko Murang'a. Bila shida gyo kuhura umara. Riu yakira guo ni getha thia kahura umara aya. Ni ngothio kwa wa goina ma wanjikura na ukomera. Yes, because anakuona tu kiva. Sasa kuna wamama wanakuwa kanisa hii wa mahasira. Amuka tutengeneza ka story ka wiki hii. Sasa huyu mama tutembee na yeye hivi. Kai naona alimsimamisha kwa madhabahu. Mekwenda gutu naona amekonyitanite. Ico tio hiki menagu. Hiyo plan naona ginya haria guikarite. Naona haria eguikarite position ine nigetha kamugwetaga. Erigire kuoya mutumia ucio ngi mama nake naho. Arigire kuoya mutumia ucio ngi nake naho. Naona riu ayatwitira niki. Ndio na ginya thikũ ici mbeca cia kanitha itirarũgama. Nona kare tu kare kanika guithĩtie kanitha nona nguire karekera. Iyo ngua kiri ya 10,000. Kwa sababu ndani yake amejawa na hasira. Ndani yake amejawa na bitterness. Yani hawezi kuachilia. To forgive is to release. To forgive it is to set yourself free. To forgive it is to create a space for reason kufikiria akili zifanye kazi. Lakini when you don't forgive, you lock yourself, meaning everything that will come, because you don't have a space to kuweka, unakuwa unalipua, unakuwa mlipuaji. Sasa kila mkiona mwanamke unaona meweka kana pasta anodira ugire pasta wito how they kwelisha na katumia na kate worship na ni joy tondu gutiri undu ngio aihuretie marakara hathini, aihuretie ni forgiveness imejaa ndani yake, hakuna kitu anajua. Akitembea unaonaga ni kama bomu imesetiwa, inahitaji Al-Qaeda na Al-Shabaab wakuje tu wategue ilipuke tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio naona kila kitu imeharibu kanisa. Yes, unforgiveness. Mimi ni pastor lakini cannot kulia doitarageria huko kanisa. Niko jamtumia sio. Ndio da story sio. Tondu ndakohoire mbeca ukijira turi. Na jwe the pastor je kwagira gwitia mbeca kanengera. The bitterness I have, it is because you have refused to become my till ya kutoa pesa. Kimama kama hiki nikuja nikiambia sasa tukuje tuende tukakule kanyama, ni mwokofu ameokoka, nige mtu wakai tukatuchamania kanithaini. Vita inaanza hapo, inaanza ukiona mama anasema mama wengine wanakujaga wameweka nywele na hizo manywele zinatokaga, lazima tujue tuombe sana, kwa sababu Mungu alinionyesha kuna wamama wako kanisa hii wako na nywele ya wigi na wanaenda kutoa ndani ya bahari, wanakuja kutuletea hapa. Hii kanisa lazima tukemee mapepo ya kutoka baharini.
Na hakuna pepo, mimi ndio pepo. Ni venye alikataa laini zangu. Because I am bitter. I've refused to forgive. I'm so bitter. So my preaching today will be directed on you. Will be directed on you. Watu wengine wanasema hapa, yuko na mama kanisa. Uangalie sana, kuna wamama nimeambiwa Roho wa Bwana amenizungumzia. Wametoka baharini kuhakikisha kanisa imeanguka. Ukiona wamama wameanza kuvaa maguo za yero hivi, ujue kuna kitu wameficha ndani yao. Yero ni karaigine, ni malaika wa shetani ambaye anaitwa yero. Sasa nani yero? Nani amevaa yero? Ni yule. Straight away mnajua gai ni wasio gai. Nani niratureheire marigo muthenya ukigoko kanitha-ini. Oi. Na keki ndukirajaririe kirajira ndikare marigo macio. Sasa opinion zinaanza kutengenezeka. Mnaanza kuangalia umama, mnaanza kuona ni shetani. Na kumbe ni mimi. Mimi ndio problem, si yeye. Ninatafuta njia ya kumbomoa ndio atoke kanisa, kwa sababu ninamuona na kasirika. Yake dagane gere kedo nikigata nakio. Kali kubwa. Mwadhani ya gosho. Numarakara mashuda maiga. Nikiweka hizo mahasira kwa moyo wangu, nitakufukuza. Sasa nitakukuza nani next? Ya neighbor. Nitanyemelea huyu. Na yeye akikataa, the same. Huyu si walikuwa na kanga kiti karibu. Hata Mungu alinionyesha. Ile kabagi kalikuwa hapo ka blue. Ni nyoka ilikuwa imewekwa hapo na yule ndiye alimpatia. Kwa hivyo alienda kaacha maagent. Bwana Yesu, what is driving all this? Ni unforgiveness. Because yes, I have a right to kukuuliza if I'm entitled to. Kama mimi ni siko aderoni. I'm looking for what? Anaitwaje? A husband. I'm looking for a husband. So when I'm looking for a husband, I have a right. Kama mtu, si ndio? Kwa sababu hawatuwafutaki kwa mti. Ndio hata ndio gutwa muti wa mwembe, matuweke mwe. Avana mwiguko no ginya gutware kahua. Yes. Ukisikia nimekupeleka kahua, ujue kuna agenda. Si mahubiri tumeenda. Ujue kuna agenda. Yes, niko siku ndio nikyo de inyuga de siko. Wewe da kuhorera thimo tothie kahua, jimenya heke ndenda hekuri. Hecuri gire ndenda gukuria. Guria we na mundu. Acha ndiri na mundu. No wende kugia mundu. Acha ndiri harĩirie. Full stop kwenda. Kunywa kahawa kwenda. Kunywa kahawa uende. Story mingi sasa, mimi siwa hiyo story mingi. Mimi hiyo level ya story neko die. Ine nakimenya Biblia yuga atiriri, a man shall come and a woman shall come. No, nakuja straight ni gukuria we mundu muthuri ona gatugiukanaga kanithari ucio ni muthuri wakwa. Full stop. Hiyo story nikiendelea story hiyo nikemee. Nikiendelea kupita hapo nikemee. Lakini kahawa tutaenda. Na tutakunywa kahawa. Na sio lazima mimi ninunue, hata wewe unaweza kununua. Kwani si unakuja kwa kukaa maisha mzuri? Sema ati wako weka hatia. Si unakuja ukae maisha mzuri. Yeye hata yeye nunua. Hii ni partnership. Sio kwenda huko na kati ya mani ni mwanaume. You are supposed to treat me. Kwenda huko. Mimi sitakutreat. Nikiona wewe ni hiyo tabia na kwambia ni cost sharing. Nunua madasi ninunue chai. Kana atia? Ibu ndio katuke akurire kuria kirine mukawa ile acoke guke gwa kunyumba bado athi na mbere. Acha tukostice. Yeah? Yes, aikie. Kila mtu participate. Wacha hiyo uzembe wa mama. Ati lazima mwanaume. Hapana. Pia woman. Ujipatishe hiyo heshima. Nenda mkienda kwa hoteli. Mwambie leta hiyo bili. Nitalipa. Huyo mzee atakupatia heshima kutoka siku hiyo. Wana dage kurehera. Arakimenya no irihere bili. No dia wathi hari akero ukuri ki. Waita. Lete menu. Sasa unaanza kujiangalia, ukiangalia anataka kuchagua nini.
Kwa sababu hujui alikupeleka Serena na hujui ile language imeandikwa Caprino Contanto. Korianta na Makota. Kotoria Reneka. Sasa ujui hiyo ni breakfast inaitwa Caprino Monindanto. Sasa ujui ni nini hiyo? Sasa unakaa kwa sababu yeye alikupeleka, unakaa tu unaangalia jicho, unaona akiangalia hivi. Hello. Daddy atitaka kehori na niko flash hii. Dad atabatika kwa hivyo kidhani kidogo. Hebu leta namba 3 hapa. Waita. Hata mimi niletee hiyo namba 3. Taududui, ujui. Ulipelekwa kilasi kingine na ukipelekwa kilasi upelekwa huko kubali. Uende kana hiyo kilasi, wacha kwenda tena na mambo mengine huko weje. Bakona hivi unajua yule mtu mko na yeye. Unashinda kile unake tokile nake huko. Jieke kilasi. Heshima. Na ukoro tare kedo. Lakini treatment hilo na treatiwa na mtu anaona ni kama milionea na deal na yeye. Wacha kujifanya masiwarara. Unakaa tu hivi hata ukitembea unatembea puberty. Unajua mtu anatembea puberty na idaka hivi. Unaona mwili yake ni kama propeller inazunguka yote hivi. Jiweke klasi hata kama hauna, jiweke klasi. Hata hapa kikoba chakua tukuo tusuri, piga pasi mzuri. Kale kamevaliwa na msugu, piga pasi mzuri. Kangare kaatu kapa, kamia bili, kana kupatia level. Pandisha level yako. Nywele hata kama ni msee hata hapa. Weka kanywele kazuri hata kama hujui kununua wigi. Chanua nywele kama hii, weka mzuri. Usipake mambo mingi. Na usikate shida ukikatakata hizi, ziache. Na usifanye mdomo yako kama kioski ya Coca-Cola. Wachana nayo, make it nice. Cool and nice. Bwana Yesu asifiwe sana. Cool and nice. Nienda kwa hoteli. The most prominent women, they are just simple. Very simple. Angalia bibi ya Ruto. Mama amekaa vizuri, mtulivu. Angalia mama ya Uhuru, bibi ya Uhuru. Mama mtulivu. Kanywele kazuri, kamekatwa vizuri kanywele. Na ni mtu wako na pesa ya kwenda kunini kutengeneza nywele. Lakini wewe hauna. Umeweka mawigi kine ndani yake ni magunia makogo. Alafu upepo ikuje inapita na wigi wa. Sasa unashindwa kuokota gunia, unashindwa kufunika. Kwa sababu nywele kichwa ni kipara. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hizo vitu zote umeweka kwa kichwa kwa sababu kuna bitterness. Ni maasira tu unafanya kwa sababu ya maasira. Kuna mama mwingine alikuwa anavaa maguo, mama ako na nguo mzuri. Lakini alikuwa anavaa maguo kwa sababu bwana yake hajai comedy kumwambia ati umevaa nguo mzuri. Stress. Sasa ujekelea makuo mtamakonia todo wa stress. Stress ziniza kwako. Sasa zi image yako na haribu. Sasa hiyo uko na stress, vaa vizuri, kaa vizuri. Siku unaniona niko na suti nimekaa nimenyonga vizuri. Unajua niko na stress karibu zinimalize. Na sasa hiyo ndio naendanga kule Serena Hotel. Na msifanye hivyo kwa sababu mtachikwa. Mimi siwezi shikwa. Naenda sasa hiyo sina pesa, sina kitu, naenda Serena Hotel. And you give him the menu. Sasa hiyo hata sikai. Na unaweka sura, najua ni dola warigi. Sasa anakuambia pastor, wewe pastor ni huko kanisani. Hebu niletee salmon fish na wedges na niletee latte. No. Leta cappuccino. Can you prepare me a seat there? I want to sit there. Na sasa ndio nangu. Kwa sababu niko na maasira. Nimeenda kuingilia mpaka makampuni za wenyewe. Sababu kuna nitaenda kutumia sasa jina. Nikitoka nitatumia jina. Nitatoka na jina. Ade? How much is it? I'm coming, just wait for me. Naenda kwa gari, shui natoroka naenda. Sasa aibu sasa ni kesho nikidaiwa. Na unadaiwa na kamsichana kadogo. Kamsichana kadogo, kamsichana yani unakuta ka 17 years wanafanya ile nini?
inaita attachment, ndio kana kukuta. Excuse me sir, yesterday you were here and you left with a bill. Oh, hata nimesimamishwa kazi mpaka nilipe hiyo pesa. Sasa una imagine your daughter. Sasa hiyo ndio unaanza kufikiria about your daughter, about your son working somewhere, akilia hivyo hako kamelia. Sasa unaona hasira za ujinga, hata si hasara za ujinga, because umekataa kuforgive. Umekataa kuforgive, sasa unakuwa na guilty. Una imagine kawamboi kako kakilia kwa sababu ya mwanaume kama wewe ulifanya hivi. Unaona? Kanisa ungewacha ikue vizuri, umeivuruga kwa sababu ya mahasira zako. Bwana Yesu asifiwe sana. So you look at that picture, then you reflect at you, then you reflect to your children. Unajiona hapo sasa, ndio unajionanga wewe ni kubafu, wewe ni takataka, wewe ni gunia. Unajidharau. Sasa wewe ndio unajiita hizo zote. Unajidharau. From there what will happen? A suicidal thought inaanza kudevelop. Nitamakania dekiene. Niye muhujia mudohagainio geretie mode makarema. Niye utireke kegedigetie theno ndaigo kwehera. Amuria neke wito utire modo igwanaga nani. Wito utire. Hakuna mtu kwetu ananisikiliza na mimi. Nikifanya kitu wote wananichukia. Nilienda nyumbani nikakuta mamangu hataki kuongea na mimi. Nikaongelesha baba yangu hataki kuongea na mimi. Sasa mimi nimekuja hapa stage ya mwisho. Nimekuja hapa stage ya mwisho. Hata niliambia Mungu nisiposaidikia hapa niko tayari. Kwa sababu umejimaliza. You finished yourself. Umejigonga. You don't see anything good that can come from you. Bwana Yesu asifiwe sana. You live in fear. You live in self-intimidations. You live in a cruel life. You don't love. You live in a spiritual. Unaona watu wameenda huko kule kwa Mackenzie. Hawajaenda kwa sababu ya kitu kubwa. The bitterness, the rejection. Anaenda tu aombe kwa kichaka kwa sababu anaamini akikaa kwenye desert venye wana wa Israeli walienda. Unajua walikuwa wameenda kwa sababu kwenye desert. Wakae kama wana wa Israeli wakukwe desert for the days ya desert. Ndio akitoka huko ataingia Kanani akiwa Joshua na akiwa kwenda. Utakufa na hiyo bitterness yako. Utakokwa na jua, utakokwa na ni desert. Na yule jamaa alikwambia muingie huko ako Mikocheni akikunya supu ya mtori. Napiga. Tuendelee kuomba. Imebaki siku 20. Mungu aliniambia tuendelee kuomba. Tuendelee kabisa. Mimi pia niko kwenye mapangoni kule chini. Ndio naombea huko. Bwana amenitokelezea. Hata nimeona malaika ameshuka. Kata simu kwanza, malaika ameshuka. Sasa hiyo niko namuuliza mchungaji, tunaweza pata hata kama maji kidogo, kwa sababu umelemewa na maisha. Na mchungaji yako kule nikasupuka mtori, mushroom soup na nini na breaded inaitwa ginger bread. Umesikia wale wanajua maneno. Alisoma kwa gazeti. Simeona, hiyo inakupelekea unaenda mpaka kwa wachawi. Watu wengi tumeenda kwa waganga kwa sababu ya hasira. Because you want to kill your sister. Mwenye alikuja akakudhulumu. You want to kill your brother because alikufanyia. You find yourself unapelekwa baharini, unaachwa kijumba kimoja na nyoka. Ukalala unanyoka. Unanyoka inashinda ikikupita hivi. Wangwana wamesema ulale na nyoka. Ndio maneno hapa yatimike. You reduce your life to a hopeless life. Bwana Yesu asifiwe sana. Am I teaching somebody? Is somebody changing today? Is somebody releasing the unforgiveness? Wangapi walikuwa na hiyo? Walikuwa kuna watu unajua, I can't forgive this man. I can't forgive this woman. I can't forgive this. Inua mkono wako. Unajua kuna watu uko na hasira kabisa na wao. Inua mkono straight.
Wale watu wako na hiyo hasira kabisa. Akidikirekera, ni huyu da indikirekera. Siwezi samehea. The root cause. Wewe, wacha sasa tuangalie. Inua mkono ngapi? Hata walikuwa minua. Wewe umeinua. Wewe msichana. Nani mwingine alikuwa minua hapa? Nani mwingine alikuwa minua hapa? Na wewe, na wewe, na wewe, na wewe. Kuja. Mwingine hapa alikuwa minua hapa. Kuja. Mama. Fanya test. Sema test drive. Usikie. Panda hapa juu. Siku tutaweka mkeka hautakanyaga sasa kanyaga pia wewe utakanyaga. Tukira mugeka nduri kinyaga. Haija habio. Marwani kwa kuona. Ututaka kakini. Utayo. Diha. No, hata ukali. Wewe si kanyaga huko. Kanyaga huko. Nikiona kwa vile unatembea. Ya kukwambia life is not good here. Sasa niambie. What is your life? How is your life? What's your name? Me, I don't know English. Mzee kuja. You don't know English? But me, I don't know English. Sasa niambie. Are you married? Why wako yuko na wako nuka ni mulio nake ni watu kwa mlevi soka akiwara kansa alikuwa na kutusi sana, alikuwa na kupiga but alikuwa ananipigana mpaka analia katia huyo. Mrai kuweka kazi. Kwa niliajiriwa. Kuaje? Nilifanya kazi kiasi kuna kitu nilikuwa nayo. Kwenda kwa huyo. Kazi yote unaifanya haisimami. Umetangia neti. Sasa ndia neti. Ya neti umetaku makweni Machakos. Kwenda mtu mimi ni kwa nini naona useme kuna bwana niliacha mgoka sasa ndivyo mwanaume pekee Mungu. Ukaajiriwa. Ulitoka kwa biashara kwa nini? Kwenda chini. Nilienda chini. Ukaajiriwa.
Mdosi mlikuwa mnasikiliza? Waajiriwa walifanya matajiri kadhaa, lakini wote walinyang'anya pesa baadaye. Umeona? Alifanya na matajiri, si mmoja, matajiri kadhaa, lakini wote walimnyang'anya. Umeona? Sasa makasiriko yako inafika wapi? Ukikasirika Wakati sana. basi. Umeona? Ukikasirika ule mke wako, si ndio? Ukikasirika unamwonaga ni kama sufuria ama ni kama mke. Sitaki kumkaribia. So you see the commonality. All of them, they have one thing in common. Their businesses zilianguka. Wao wote unasikia mabwana zao ni hasira na ulevi, kwa sababu hasira huchangia ulevi. Na huyu hataki hata kumwona, ni venye labda mke amevumilia, hata yeye angekuwa kwa hii category. Kwa sababu ya nini? Ya bitterness. Alikosewa na nani? What happened with your brothers and your relatives? Wako ni vile tu. Where grudge ilitokea wapi? Hata si najaribu kitafuta. Lakini hawakufanya. Nataka tunasikilizana. Watu wengi. Watu wengi, yaani maisha yangu nilileo na uoga. Nililewa kama niko. Wakati nilikuwa nafanya kazi, nilichukua jukumu la familia yetu. Ndio mimi ni first born. Nikawa nafinyiliwa niwasomeshe, niwalee. Yaani wakati nikisema nataka kununua kitu ama nataka kitu, nilikuwa naulizwa hii shamba yote ni ya nani? Sasa wakati huo nilikuwa nafanya kazi, nilikuwa kama mtumwa wao. Na nikiingia kwa boma nilikuwa nakaa kama minister. Sababu kila mtu anataka kuwa karibu na mimi. Nikikosa ule hata nimekuja, ule alikuwa amejua mbeleni, walikuwa wanaitana. Hata wanakuziana sababu wewe ulienda peke yako, unataka nijue walikuwa wamekuja. Sasa wakati niliacha kazi, yaani tuseme wakati niliacha kazi, tulienda tu kwa muda kidogo. Lakini wakati nilijua pesa yangu imeisha, kuna mtu alinipenda tena. Hakuna hata wazazi wangu wakawakata kuninikia. Zangu dole kadamu. Wachana hapa. Na pia watoto wangu uishi wakimbia humu. Wanasema ulipa pesa. Ulijiwest. Sikuwapatia mchango. Kijana moja. Wewe? Kijana? Ni huyu? Kale moduli. Nataka kusikia nikiongea. Lakini leo anasikia. Lakini nimefurahi sababu nimeona ameweza kuja kwa nyumba ya Mungu. Naona atachange. Wewe umeitoka na hizo na atanipenda. Tuongea yeye huwa tunakosana. Unaingilia kama ndugu. Yaani anachukua kama mama. Unaingilia. Lakini ongea wote. Leo nikitaka anisamehe. Mimi sikumweka misa mzuri. Nilikuwa naangalia watoto wetu. Sikufikiria nitakuja kuacha kazi. Sikutafikia maisha mzuri wakati nilikuwa kazi. Huyu ni mama mzazi. Unaona analia. Kwa nini? Mtu kama ningekuwa mimi wewe, ningekuwa kwenye magoti. Sababu hiyo ni laana. Kuja mami, kuja hapa. Nataka akuombe msamaha yeye. Wewe, omba mama yako msamaha. Nitaka kama kelele. Mama yangu, nimeomba unisamehe kwa yote nimewahi ongea
kukusema kusema naomba kumliza. Mimi nimekusamehe kama mtoto wangu na usirudi kuniulizaga baba yako alienda wapi. Sababu mimi singetaka ukose baba na singetaka kuzaa mtoto ana baba, lakini ilikuja vile ilikuja, singeweza, hakuna kitu ningezuia naye, sababu sio mimi nilitaka kukua sina baba. Mimi ni mshaji akiwa chini ya ndoa. Sijawahi kuolewa, nimeolewa. Hata huyo nilikuwa rafiki naye, hapo sijawahi kuzaa na yeye. Na hapo na ndugu yake hata wasikizani. Yaani nikiongea na huyu anasema huyu ndio napenda zaidi ya huyu. Wako hivyo wanakaa kwa kiniku. Mwandeleke nani? Mwandeleke nani? Wahero. Mimi kwende kama mwana wako wa na ndakora thima kuma umuthi na iko ni kuhaga ukaturo mwete njohi ukatora wagite wira ukaruta wira ugiukaga kuma umuthi ndakora na ndaiga uthereme thini wa ritwa ria Jesu na Ngai akurathime na tugena wendo uria wari munini mahinda maria ndagweka ugatemera mahinda maria wanyona ugakenuka ukathemera utosoka ni Uresi kumakanira maminde ya ni jo ni to na hita ni mangi no momozi ndishe to dizai kujali ni mori toyeti na mwanake ni mwega kadona haria tikaraga ni mwega tu onoko ni kufanya bila onoko ni ahuraga kuria tikaraga yani ni watu bila gorodi ku kuria tuonete mugunda taro ndio ni handu haguikara handu akigura kama mugunda ajiri mamwena pesa kana kaya 170 akijira ndona mugunda wa 500 no isikire kunekere thutha githigi muithidurire githigi cimutandikira kiria bengi-ini yake no mahinda maria ndakĩrie bengi-ini yake ndambire kũmũtengeria tondũ ndonaga atĩ ndiagĩrĩirwo nĩ gũkorwo mbeca icio ngĩmũnengere ningĩ ndambire kũmũrĩithia no kwarĩ na mũtumia twarĩ tũmũ akĩmwĩra tũkanengere mami mbeca icio ona okorwo nĩ kũrĩthia kĩa gũtware ũguo no ngenaga ona twarwo mwana wakwa na nĩwe ũtũmĩte njikare gũkũ Nairobi tondũ mahinda marĩa ndĩrathũkũmaga tũrĩ gũkũ kĩgongona-inĩ kĩake na kũrĩa ndendio mũciĩ mũgũnda ũrĩa ndahetwo ũrĩa akĩrĩkũma njĩra nĩ wona niĩ menderia airĩtu ao na niĩ kĩu ndahetwo kwanza ndĩmatĩĩte mũno kwanza ũyũ nĩ tũitwarwa nake ya mwĩrĩ akathi tukaikanĩria mĩario ona yani na ndikarakara kenda kumuringa nake akanuma guoko na ngamũtwara borithi na ngacoka ngathiĩ ngakana ngamũruta borithi Ulitaka wino liko my brother. Okay. Wani ule wale nawe hapa. Gipira ne ulioka. Nebe sigana siawe na wako seferi. Ingekuwa hakilitwa dini ukabila hicho. Nipatie mziki pako. Mungu na pesa? Gapi? Nipatie 20,000.
Ngegola kwa mwenye ripoti ya nina mwani ule mungu tola. Ngegola. Ngegola kwa progressive. Hako watu wangu. Amen. Kwani ile kazi itakuwa ikifanyika hapa na ukageuka huko. Kwa hiyo ile kazi itakuwa ikifanyika hapa. Huyu mama kwake amepata kazi. Sisi na ndio kwenda kumia report. Ndio na tengo kwenye tena nitumie. Kwa hiyo hata wapi. Wewe unaweza kuni life can be difficult. Tusimame kwa miguu yetu. Hebu niwekee nini ile ya harusi muhando. Emotional topic because all of you, I know you have a story. All of you here. Na ndio nilisema tuanzishe sako. Let us start a sako. Imefika wapi registration? By Tuesday. Yeah, we need to have a sako na tuanze kusave. Sio? Wewe andika yule atakuwa number 1 kwa sako. Huyo mama na mtoto wake. Waanze kusave. Na hiyo sako mwanzie tuchukue ofisi, kaingeta na ofisi somewhere here. Ianze fulani. Wewe enda huko. Ngoja ubembeleze. Ngoja jiketi yako lekera.
We worship you. We believe in you. We trust in you. You are the Lord, you are the Master. You died on the cross because of the forgiveness you carried for mankind. That all will be forgiven. Those that seek you, those that need you. Forgive all our sins as we forgive those who trespass us. Father, give us an advantage of understanding, knowing that it is through your forgiveness that we are forgiven. Forgive your children. They have confessed. They have said what they are. You have taught us about what befalls once somebody does not forgive. God, that you maybe find a solution, a step of forgiving them, that they will be forgiven. In Jesus' name we pray. Now, songeni hapa mbele ili songeni kabisa nyote. Nataka tuombe msamaha wa dhambi zetu za kutusamehe. Repeat again. Ianzishe. Ukibeba bila kuiweka juu ya kitu ikosheki. So mimi nibeba ama kitu isikosheki sana. We come,
Yesu. Nipatie hai. Maana sio nyinyi. Sema Yesu. Wewe ni mlima wangu. Kutoka leo. Kwa nguzo ya maisha yangu. Nimewasamehea wote ambao nilikuwa nimewachukia, ambao nilikuwa siwapendi. Ninaomba msamaha wako. Nifungulie milango yangu, nifungulie madirisha yangu, nipatie uwezo wa kuwa pamoja na wewe. Somebody say amen. Kama umebarikiwa, shangilia kidogo. That is. Wewe nani amekupatia hiyo kazi unafanya? Unaondoka, unaachia wale wanafanya kazi. You are dealing with the demons. Well, you are dealing with what? The demons. Demons hazikaangi nje, zinakaanga ndani. Zikikosa mahali pa kukaa, zitatafuta kwako. Umeelewa? Unaweza kuwa ulikuwa umekuja kutafuta kitu fulani kutoka na mzigo mwingine. So, wakati umeona watu wanafanywa deliverance, ondokea, kuna watu specific. Kwa sababu wao wamekuwa kwenye fasting. Bwana asifiwe sana. Don't pick. Because you might pick, upiki kitu kingine ambao uko nayo. Bwana asifiwe sana. Wangapi wakisikia wanajihisi wamesamehewa. And you feel in you feel there is a forgiveness. Ulinyeshoki. Enda kumtafutia Mungu. Enda. Watafutini hawa watoto Mungu. Watoto ni wetu. Wamenyekana tembea. Ndio ndimo shalisha na. Eko kadri. Ndio mtafutini watoto Mungu. Wamenyeshewa. Bwana asifiwe. Hallelujah. You still feel that haijaingia, forgiveness haijaingia ino mkono wako juu. You still feel haijaingia vizuri. Ino mkono wako juu. Have you forgiven your daughter? Where is she? Come here. I know you. Unanijua? Ile kilabu niko nani? Kwa kibe. Lazinos. Nakumbuka kuna siku nilikununulia pombe. Ulinikwambia kununulia pombe. Kalinifanya aibu haka. Kalinikwambia lazima mheshimiwa, lazima ununue pombe. Nikamnunulia. Nilikuja huko. Nikomanda unangi pale. Ni watu wetu wa zamani wa kula kitu. Mimi si kutoka mbinguni. Nilizaliwa hii dunia. Mimi si kama nyinyi. Mlitoka kutoka mbinguni. Hii maneno wamjua haki. Huyo alikuwa tunakuja na yeye. Ungetaka kuokoka? Walikwenda hii kwa nini? Hii msalaba ya shetani nani alikuweka? Hii msalaba ya shetani nani alikuweka? Anachora. Alikwambia maana yake nini? Hii ni shetani. Wale watu wanaitwa Illuminati. Ndio hivyo. Na Biblia ni sasa Mungu amechukua soul yake. Amechukua soul. Nini nimekukula huko? Unajikutana na mko umekuliwa? Umegwarugwa? Nini nimekukula? Nini nakujanga inakusumbua usiku? Sasa utaacha kwa na madawa. Natumia nini? Dawa ile nyingine. Uliacha kabisa. Sema. Uliacha ulisikuizi gani? Nasi kama ni metoa gani ya gani sasa kwa kwa mzinga. Kita nacheka vizuri. Kama duka mzinga. Wadika.
Wewe ndo mwanamke ya mata leo. Sema Bwana Yesu, ninakuomba kabisa. Nataka kukushika. I want you to be my girlfriend. Sio girlfriend kumaanisha rafiki yangu msichana. Si girlfriend ya mtandao kufikiria. Yes. Girlfriend. Nishikilia hotuba yako. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu, Nimekuja kutubu dhambi zangu. nimekuja kushukuru dhambi zangu. Unisamehe. Unisamehe. Unitakase. Unitakase. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Shetani. Kutoka leo. Sina mahusiano. Na wewe tena. Mimi ni Yesu. Mimi ni Yesu. Sema amen. Amen. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru na kuabudu. Huyu mtoto tunamkabidhi mikononi mwako. Nasema wewe ni Mungu, ukamtakaze, ukamlinde, ukamwokoe, ukamwezeshe na kumfaulishe katika malengo yake yote na njia zake zote. Mpe nguvu mpya, mpe neema na ushindi. Ninavunja laana zitokanazo na wazazi, laana za mababu, laana za kimaeneo, hata laana za wale waliotembea na wao, laana za pombe na madawa ya kulevya na bangi na masigara, zote ninaziondoa katika jina la Yesu Kristo. Pokea mwili mpya sasa, pokea sasa, pokea. In Jesus name. You're free. Mwingine angetaka kuokoka. You feel you need Jesus. You feel that today I need Jesus to be in my life. Come forward. Kuja tu haraka. Hiyo neema ya kukombolewa, ya kufunguliwa ishuka sasa. Come. Ungetaka kuokoka. Asante sana. So tuinue mkono wetu tuseme asante Baba. Asante Baba kwa kunijalia upendo wako. Maana niko na matumaini. Umeniokoa kutokana na nguvu za hasira na nguvu za kukosa msamaha. In Jesus name I pray. Sasa leteni sadaka na bahasha zenu na mchukue bahasha ingine. Watu nani amebarikiwa? Hebu nione kwa mkono. Umefeel leo umetoka hapa kama umekuwa mtu mzuri. It is so powerful. Hallelujah. Sasa wewe? Yes. Mama kwa where's your mother? Okay. Mchukue bahasha hapo. Chukueni bahasha hapo. Mrudishe za Sunday. Hii ni class. This is a class. Next time mtakuka kwenye vumbi. Bale iwa tere. Na marekera. Hiyo. Weka hiyo. Mlima wangu. Kuja mami. Aka. Kana nichukia. Sasa. Kuja. Ndio nani? Mama.